naitwa Genshi Nyankende, nasoma kidato cha 4 shule ya St. Mel's Mihayo. Leo hii shuleni kwetu tulikuwa tunaweka form 1 na graduation ya form 4 2024. Misa ilikuwa ni nzuri, tumewakaribisha welcome form 1, tumeanza kwa maombi na kidato cha 4. Kwa hapa shuleni tulipopokelewa, tumepokelewa vizuri kwa upendo, tumeona walimu na misa pia imeenda vizuri, tumesali pamoja na tunategemea mafanikio makubwa katika shule hii mpaka tunapomaliza kidato cha 4. Tunategemea kupata division 1 na tunahakikisha pia tutapata kwa kusoma kwa bidii. Februari 21, 2025 itaendelea kuwa kumbukumbu kwa uongozi wa shule ya sekondari St. Mary's Mihayo, kwani kupitia siku hii walimu, wazazi na wanafunzi wanafanya sherehe maalumu ya kuwapongeza wahitimu wa kidato cha 4 2024 kutokana na matokeo mazuri walioyapata katika mtihani wao wa mwisho. Lakini pia siku hii ikatumika vyema kuwakaribisha kidato cha kwanza kwa mwaka 2025, tukio ambalo lilitanguliwa na misa takatifu iliyofanyika katika kanisa kuu Katoliki Mtakatifu Teresia, Jimbo Kuu Katoliki Tabora, ambapo katika misa hii Father Faustini Rwechungura anatoa ujumbe mahususi kwa wanafunzi hawa. Mungu anataka tufanye nini katika maisha yetu ya kila siku. Lakini ule mstari wa 11 unasema kwamba njia ya hekima imekufundisha. Kumbe elimu inapaswa kutuongoza kwenye maisha ya haki, maarifa, bila maadili mazuri sio kitu kizuri, na wakati mwingine maisha ya namna hiyo yanaweza kupeleka kwenye hatari katika maisha yetu tunayokuwa tunaishi kama tutakuwa na maadili ambayo mazuri. Kumbe kumcha Mungu ndio chanzo cha hekima, kusikiliza na kujifunza. Hasa ninyi wanafunzi mnapaswa kuendelea kuwa na moyo wa kujifunza na kujua kuwa elimu ni hazina ya muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. Lakini ule mstari wa 14 na 15 wa kitabu cha Methali tulichokisoma kuna maneno machache pale. Yanasema kwamba tuepuke njia ya maovu. Kwa ninyi vijana mnapaswa kuchagua njia sahihi ili kufanikisha maisha yenu, na hasa kujiepusha na maovu, kwa sababu maovu yaendekeza au tukiendelea kuyafanya katika maisha yetu kupeleka mahali ambapo sio pazuri. Injili ya leo tuliyoisikia kutoka Injili ya Luka sura ya 5 aya ya 1 mpaka ya 11 imeelezea simulizi la Petro pamoja na wenzake wavuvi waliokuwa wanavua samaki. Wamevua samaki usiku mzima lakini hawakuweza kupata samaki. Kumbe ule wakati wa asubuhi walikuwa wanaosha nyavu zao na pengine wamekata tamaa kwa sababu usiku mzima hawakupata kitu. Na Yesu ndipo anawajia pale, anachukua mtumbwi ambao ulikuwa ni wa Petro, anamwambia Petro aupeleke majini kidogo, na Yesu anaingia kwenye mtumbwi huo, anaanza kuwafundisha watu, kwa sababu watu walikuwa ni wengi wanamsonga, kwa hiyo ilibidi aingie majini kidogo kusudi aweze kuwafundisha kwa amani. Baada ya mafundisho hayo, anamwambia Petro ambaye alikuwa ni mvuvi, ambaye alikuwa na uzoefu mkubwa sana kwa sababu ndio kazi yake ambaye alikuwa ameifanya miaka mingi, kwamba apeleke mtumbwi wake majini kabisa palipo na kina kirefu na aweke nyavu zake kwa chini, atapata samaki. Kwa kawaida kama jua limeisha toka hivi, kuna mwanga mkubwa sana, wavuvi wanakuambia ni vigumu kupata samaki kwa sababu wanajificha. Na wao hasa wakupata chakula ni usiku kwenye giza na nini, inakuwa rahisi zaidi na wavuvi wanapata samaki. Kwa Petro kaamua kumtii Yesu, wakaweka nyavu zao kule majini, na tumesikia kwenye somo hilo wakapata samaki wengi sana, mpaka wakawaita marafiki zao waje kuwasaidia kuvuta nyavu zao. Na kutokana na wingi wa samaki, zile nyavu zilitaka kukatika kwa sababu samaki walikuwa ni wengi sana. Sasa tunajifunza nini kutokana na somo hili sisi wanafunzi na wengine tulioko hapa? Kitu cha kwanza tunachojifunza ni kwamba
Mungu hutupatia ushindi na mafanikio katika maisha yetu. Hii injili tuliyoisikia, simulizi hili, tunamwona Yesu akiwaambia wavuvi warushe nyavu zao, tena baada ya kufanya kazi usiku bila kuchoka na bila mafanikio yote yale. Kumbe kitu kilicho kikubwa sana katika maisha yetu, uisikilize sauti ya Mungu. Petro alipofuata neno la Yesu akakubali tupa nyavu zake kwenye maji, alipata samaki wengi. Vivyo hivyo hata sisi tunapomtegemea Mwenyezi Mungu tunapata hekima na ufanisi katika masomo, lakini vile vile katika shughuli nyingine. Kumbe inabidi tufanye kazi sana, lakini vile vile tumtegemee Mwenyezi Mungu sana, kama ilivyo kauli mbiu ya sekondari yetu kwamba ni sala na kazi. Kumbe tusali sana tukijikabidhi kwa Mungu, lakini vile vile tufanye kazi sana. Lakini kitu kingine cha pili tunachojifunza ni kwamba tusiwe na hofu ya kushindwa katika maisha. Ingawa Petro na wenzake walikuwa wamejaribu na kushindwa, bado walitii agizo la Yesu na wakafanikiwa. Hii inatufundisha tusikate tamaa katika maisha, na hasa katika masomo, hasa kwa ninyi wanafunzi na maisha kwa ujumla. Na masomo wakati mwingine yanaweza yakaonekana magumu kwa wengine, au katika kusoma ukapata matatizo mbalimbali, shida mbalimbali, lakini hivyo vyote visikatishe tamaa. Uendelee kumtegemea Mwenyezi Mungu, uendelee kupambana, kwa sababu hata kama ni shida za aina yote ile, shida zina mwisho, na mwisho wake tutapata ushindi. Kitu cha tatu tunachojifunza ni kwamba mafanikio yote kutoka kwa Mungu. Mungu ndiye anayetujalia. Japo tunapokuwa tunafanya kazi wakati mwingine tunasahau bila kumuona Mwenyezi Mungu kwamba yuko nyuma ya mafanikio hayo. Kumbe pamoja na kwamba jitihada zetu ni za muhimu sana katika maisha, Mungu anayebariki kazi zetu, yeye ndiye anayetupatia ushindi katika maisha. Kumbe tuendelee kumtegemea yeye. Kumbe kwa wale mliomaliza shule na kufaulu, na wapongeza kwa bidii yenu. Mafanikio haya ni ushindi wa juhudi zenu, msaada wa walimu waliowafundisha na wafanyakazi wengine, na kitu cha muhimu na baraka kubwa mlioipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kumbe mnaalikwa kuendelea na safari ya maisha kwa nidhamu kubwa na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Na ninyi wengine mnaoendelea na masomo, tufuate mfano mzuri wa hawa wenzetu ambao wamemaliza tayari, ili baadaye wataendelea na masomo yao na shughuli nyingine. Na muendelee kuwa na nidhamu na bidii kumtegemea Mwenyezi Mungu katika maombi yenu, kufuata maelekezo ya walimu, wazazi na walezi wenu, lakini pia kuwa na malengo makubwa kama maisha. Nisikia anatuambia mwanzoni mkuu wa shule kwamba kwetu hapa sasa ni kupata division 1 kila mmoja, ni kitu kinachowezekana. Kwa hiyo tuendelee kupambana na Mwenyezi Mungu endelea kuzibariki hizo juhudi zenu. Na mkumbuke kwamba mafanikio yanapatikana kwa hekima, nidhamu na kumtumainia Mwenyezi Mungu. May your glory be revealed forever. May the grace of the Jubilee reawaken in us the pilgrims of faith who long for heavenly treasures, and pour over the whole world the joy and peace of our Redeemer. To you, God, be glorified forever, be praised and glorified forever and ever. Amen.
Hakika kupitia misa hii kila mmoja alionekana kujawa na furaha na bashasha. Kisha maandamano yakaanza kuelekea shuleni ili kuendelea na ratiba nyingine katika ukumbi wa Nyerere. Lakini kwa nini jambo hili linafanyika leo? Mwalimu David Josephat, makamu mkuu wa shule taaluma, anafafanua. Kwa kitu tulichokifanya kwa mwaka 2024, tunamshukuru Mungu kwa matokeo ya kidato cha 4 ambayo hatukutarajia kama tunaweza tukayapata kwa wakati huo kulingana na matokeo tuliyokuwa nayo ya nyuma. Lakini kwa wakati huu kuna kitu fulani kimebadilika kikubwa sana kutoka kwenye division 4 11 tulizokuwa nazo 2023, lakini kwa mwaka 2025 tunazungumza sasa hivi tumefanikiwa kuondoa zile division 4 zote. Tuna division 3 6, tuna division 2 na 1. Tumeishia hapo. Kwa hiyo hili ni jambo jema la kumshukuru Mungu kwa hiki kidogo tulichokipata. Nikiwa kama mtaaluma kwa mwelekeo wa taaluma kwa miaka 2-3 inayokuja, kulingana na misingi tuliyoanza kuiweka na tuliyoiweka kuanzia mwaka 2023-24, kuna msingi tuliweka wa kusoma kwa bidii moja, kufundisha sana, kuwashauri sana watoto kuhusu elimu, kuwekeza sana kwa wanafunzi pamoja na walimu wetu. Umoja ulitusababisha mpaka tumefikia kwa matokeo haya tuliyoyapata kwa mwaka 2025. Kwa miaka 3 ijayo tunatamani na malengo yetu ni kwamba kwa matokeo tuliyoyapata ya mwaka huu yawe zaidi ya tulichokipata kwa uwekezaji mkubwa tuliyoweka na kujituma. Kama taaluma na wahimiza sana walimu wafundishe usiku na mchana ili kusudi kupandisha taaluma na kutangaza shule na kuitangaza jina la shule lipae zaidi, lifike popote pale ambapo panapaswa lifike. Ni dhahiri kuwa ipo siri kubwa katika haya yote yanayofanyika mahali hapa na kuwafanya walimu, wazazi na wanafunzi kujivunia kuwa sehemu ya familia ya shule ya sekondari St. Mary's Mihayo hapa mkoani Tabora. Tumejizatiti sana katika maeneo mawili makubwa katika kuhakikisha watoto wetu wanakuwa wema, wanakuwa wazuri huko kwenye jamii. Eneo la kwanza ni eneo la maadili. Eneo la maadili hili tunalisimamia kwa kutumia kanuni na sheria za shule. Kanuni na sheria za shule ndizo zinazotuongoza katika kusimamia kuhakikisha kila mtoto anakuwa na nidhamu bora. Akishamaliza masomo yake, tunaamini akifika huko kwenye jamii atakuwa ni mtu ambaye anakubalika. Eneo la pili ni eneo la taaluma. Mtoto anapofika shuleni lazima tuhakikishe tunamtambua, tunamjua tuseme. Tunamjua kuanzia alikotokea, alikosomea na namna anavyo behave. Kwa namna moja ama nyingine tunaweza kusema kumjua kuanzia kwenye vidole vya miguu mpaka kwenye kichwa. Lengo hili linasaidia kutambua tabia ya mtoto. Tukishajua tabia ya mtoto iko tofauti, tunatafuta namna ya kuitengeneza. Kwa hiyo hatufanyi kazi ya kufundisha tu, tunafanya kazi pia ya kulea, ya kuhakikisha mtoto anakuwa kiongozi bora huko mbeleni, anakuwa mtu mwema, anakuwa mwenye nidhamu
katika maisha yote yake. Na moja ya kitu tunachoongoza kikubwa ni kanuni na sheria za shule. Sio kwamba ni ngumu sana, hapana, ila tu ni zaidi kuwasisitiza. Tunaamini kuwa mtoto ambaye ana nidhamu bora, ambaye anafuata maelekezo ya walimu wake, anasikiliza wakubwa, mwenye utii, atafanya vyema katika masomo yake. Na hilo tunalithibitisha katika matokeo yetu. Kimsingi tunafanya vizuri kwa sababu watoto wetu wana nidhamu. Hilo ndilo ambalo linatupelekea mpaka tunafikia hatua hiyo. Kama jamii, kama familia, tunatamani malezi yaanzie kwenye familia, yaanzie kwa baba na mama, wajue namna gani ya kumlea mtoto. Kwa sababu sisi hasa mababa tumejikita katika kutafuta fedha zaidi. Yaani tunatafuta fedha kwa ajili ya kuhudumia familia, lakini tunasahau malezi kwenye familia. Tunasahau kuwalea katika namna ambayo serikali inatamani. Kwa wito wangu kwa Watanzania ni kutamani kwamba malezi iwe kipaumbele. Viongozi wanaohusika na nafasi mbalimbali, na naona hata yule Mheshimiwa Rais anasisitiza sana viongozi kuwa na maadili kwenye utendaji wao, kuwa na usikivu kwa wananchi na kadhalika. Hayo yote yanafanywa kwa sababu nia na lengo la serikali ni kutaka watu wenye maadili mema. Kwa sababu ukikosa maadili hata katika utendaji utakuwa mtu ambaye una changamoto. Kwa hiyo tusisitize sana, hasa viongozi wenye mamlaka, wenye nguvu, kwamba maadili yaanzie katika familia. Wazazi tujikite kulea watoto ili jamii tunayoitamani tuweze kuipata. Kwa ujasiri mkubwa mbele ya hadhira hii, wanafunzi hawa wakapanda jukwani na kuimba vizuri wimbo wa shule. Safari ya maisha huwa ina changamoto nyingi, na pale inapotokea mwanafunzi anakosa uvumilivu, ni rahisi sana kukata tamaa. Lakini kwa wale wanaoelewa umuhimu wa elimu, wao husimama kidete mpaka hatua ya mwisho wanapohitimu masomo yao. Katika kudhihirisha hili, kidato cha 4 wakasimama mahali hapa na kusoma risala yao. Tunakumbuka tulianza kidato cha kwanza mwaka 2021 tukiwa wanafunzi 163, wasichana 105, wavulana 58. Leo tunapohitimu tupo wanafunzi 103, wavulana ni 42, wasichana ni 61. Wengine wameshindwa kuhitimu nasi siku ya leo kutokana na sababu mbalimbali, zikiwemo sababu za kitaaluma, kiafya, kinizamu, na wengine kuhama shule kwa sababu wanazojua wao. Hatuwezi kujisifu, uhalisia ni kwamba kusoma St. Mary's Mihayo mpaka kuhitimu si lele mama. Viwango vyake ni vya juu. Sisi tuliweka matumaini yetu kwa Mungu, tukavumilia yote. Sheria ngumu kama vile kutokula ovyo, kuamka mapema, mitihani mingi, adhabu za viboko na kazi za mikono. Hatutasahau maongozi yako mkuu wa shule, ukisaidiwa na walimu ukupenda tuwe tunadeka. Tumetambua kuwa maisha bila Mungu hayawezekani na mvumilivu hula mbivu. Elimu tuliyoipata imetujengea uwezo wa kujitambua, kujiamini, kujitegemea katika kukabiliana na mazingira tunayoishi. Tunaushukuru sana uongozi wa shule kwa kuendelea kuboresha mazingira ya kujifunzia. Tukiwa kidato cha pili, wavulana wote waliingia bwenini, tofauti na huko nyuma. Tumefungiwa mtambo wa kusafisha maji ya kunywa ili kuepusha hatari ya magonjwa ya matumbo. Vitabu vimeongezwa, maabara na vifaa vya mazoezi kwa vitendo vipo. Walimu mahiri wameongezeka, chakula kipo na hatujawahi kulala njaa.
Neno langu kwa Watanzania wanaonitazama kwa wakati huu, natamani sana waone matokeo ya shule yetu, waone muendelezo wa shule yetu, kwamba shule inatangazika kwa Tanzania nzima kulingana na elimu tunayotengeneza humu ndani. Ni elimu ambayo inatija kwa Watanzania wote ambao kwa sasa hivi wanaweza wakafika shuleni kuja kushuhudia kitu kinachotengenezwa ndani, wanafunzi wanavyoandaliwa kwa manufaa yao ya kesho, na kuwa Watanzania kwa kusaidia kwa kesho, na kuwa watu wa taifa la kesho. Kuna namna ya ukaribu na mwanafunzi, kuna namna ya mwalimu kufundisha darasani, kuna namna ya ufuatiliaji, kuna namna ya kuandaa documents zote ambazo zinahusiana na masuala ya academics. Kwa hiyo tunatarajia kuwa na matokeo makubwa kwa kila Mtanzania, kwamba ataona kitu kinachoendelea St. Mary's Mihayo na tunajenga kitu gani na tunakusudia nini. Na elimu yetu humu ndani tunachotegemea zaidi ni sala, kusoma kwa bidii na kufanya kazi. Kwa hiyo kama Watanzania, na wakaribisha sana katika shule ya St. Mary's Mihayo kwa kidato cha 5 na O-level. Tahasusi za kidato cha 5 tunatarajia mwezi wa 7 tarehe 8 kuanzisha PCB na CBG katika kombi hizo za sayansi ambazo tulikuwa hatuna. Tunawakaribisha sana waje wajione kwa macho yao, sio kusimuliwa. Hapa kazi na dawa. Pamoja na kwamba vijana hawa wanasoma kwa bidii na kumcha Mungu, swala la kuenzi mila na desturi za makabila yetu wa Tanzania nalo likapewa kipaumbele kupitia ngoma za asili. Kiangalia kwenye idadi ya division 1 zimekuwa nyingi, idadi ya division 2 zimekuwa nyingi, division 3 chache, kuna 4 wala 0. Hilo ni swala kumshukuru Mungu. Safari yetu haikuwa nyepesi, safari ya kuanzia kidato cha 1 mpaka kidato cha 4. Kuna kipindi watu walikata tamaa, wengine wakataka kutoroka, lakini kwa sababu tulijua ni nini tunachokitafuta, ikabidi tujikaze. Nimekuja kuongea kwa niaba ya wale ndugu zetu ambao tunawaacha, ambao tunaasa sana wasome kwa bidii ili wafaulu zaidi yetu, ni viwango vizidi. Umahiri wa wanafunzi hawa ukazidi kujionyesha katika swala zima la ubunifu wa mitindo na mavazi mbalimbali. Nje ya ukumbi huu nikatamani kujua ni nani aliyebuni mavazi haya na kuwavalisha wanafunzi hawa. Mimi mwanafunzi ambaye nimebuni mavazi haya leo tofauti kama Maafrika,
Hamisi na wote. Kipaji hichi nimekundua baada ya kujiunga hii shule ya Mihayo form mwaka 2021, na hapo nilipogundua kipaji changu nikaanza kujifunza kidogo. Na huwa natumia sindano na uzi kunyosha nguo na kuzikunja. Ni hivyo tu basi na kualemba. Na pia natumia mikanga pamoja na vitenge na vikoi. Huo ndio ujuzi wangu tu kwa kutumia. Muda wangu natumia pale kwa tumepata free kwa tuna kazi ya kufanya. Ndio kuta nafua, mimi najitenga muda kwa nenda kuwatafuta rafiki zangu na kwa kumwambia je, jaribu hii inakuaje? Na inakuwa nguo nzuri na watu wanaipenda. Ndio hivyo ninavyotambulisha kama rafiki zangu, baadaye na kwa sherehe kama vile talent show au sherehe kubwa kama hivi kuonyesha kipaji changu. Kwa ndoto yangu mimi baadaye natamani nije kuwa designer mkubwa ambaye naweza kujulikana hata Afrika hata dunia nzima, ambapo tunataka kudesign watu wakubwa na nguo tofauti tofauti ili niende kudumisha ubunifu wangu. Ni kuwa na shauri wasiwe na hofu na waamini wanachokifanya na uwezo mkubwa na naweza kufanya hicho wanachokiweza. So wasiogope chochote, kujiamini kwa wanaweza. Kwa majina naitwa Najma Nasib Juma. Katika sherehe hizi, rafiki wa karibu wa shule hii ambaye pia ni mdhibiti ubora wa elimu Manispaa ya Tabora, John Mlagula, akatumia jukwaa hili kuwapongeza walimu na wazazi kwa kuhakikisha St. Mary's Mihayo inaendelea kuwa kiwanda kinachotoa wasomi wazuri wenye maadili na hofu ya Mungu. Ninawapongeza sana shule na ninaomba muendelee kuwa kiwanda, kwa sababu hii kama hospitali inatibu watu na watu wanaotibiwa lazima wapone. Nanyi mmedhihirisha jambo hilo, nawapongeza sana. Nizungumze na wazazi kifupi sana kuhusiana na masomo. Wazazi wamefika pahala wakachanganyikiwa kweli, wakasema sasa masomo yamekuwaje? Leo masomo yamepungua kiasi fulani kikubwa tu, na hii ni moja ya sababu za kubadilisha mtaala na ni sera yetu ya elimu, ikiwa na lengo la kupunguza mzigo ili mwanafunzi asome kitu anachoweza kukimudu. Kwa hiyo tumebaki na masomo 6 ya jumla. Masomo hayo ni pamoja na sayansi, lakini kutakuwa na somo jingine linaitwa sayansi ya jamii, imani na maadili. Tutakuwa na somo la hisabati ambalo ni la lazima kwa kila mmoja. Tutakuwa na somo la lugha, lakini tutakuwa na somo la elimu ya amali, ujasiriamali na uchumi. Lakini somo la 6 ni kuhusiana na utamaduni, sanaa na michezo. Kwa hiyo mtu kama atajikita katika masomo hayo, ni tarajio la serikali ya Tanzania kwamba tutaweza kupata vijana au wahitimu wanaoweza kuajirika na kujiajiri. Mwanafunzi atasoma kidato cha kwanza mpaka cha 4 kwa kusoma hayo masomo na masomo mengine. Na anapomaliza kidato cha 4, kabla hata ya kumaliza kidato cha 4, kama tungekuwa tumeshakuwa na masomo yale ya amali, angeweza kusoma masomo ya ufundi ndani yake huku akisoma masomo yake ya jumla. Mwisho wa siku, ikiwa atakuwa amemaliza elimu ya jumla, atapewa cheti cha kuhitimu kidato cha 4 kutoka Baraza la Mitihani la Tanzania. Lakini tungekuwa tumeshaingia katika amali, watu wangesoma masomo mengine ya ufundi, ya kilimo, ya upishi, michezo na kadhalika, na kufaulu, naye angepewa cheti kingine kinachotolewa na NACTVET. Majina naitwa Nicholas Emmanuel, ni mhitimu wa mwaka jana 2024. Safari yangu ya masomo kwa kweli haikuwa rahisi, sababu kuna muda mwingine ambayo ilikuwa ni magumu, lakini namshukuru Mungu kwa kuniwezesha nimeweza kumaliza na nimepata matokeo mazuri. Na pia nashukuru wazazi pamoja na walezi waliosimama na mimi mkono mmoja bega kwa bega kwa kunisaidia mpaka nimemaliza na nimepata matokeo mazuri, namshukuru. Kwa upande wake, afisa elimu kata Kanyenye Stella John anatoa wito kwa wazazi, walezi na wanafunzi waliopo mahali hapa. Niwapongeze sana wahitimu wetu kwa kidato cha 4. Tuliongea mengi, tulihimizana mengi, si ndio? Na mliniahidi kufanya vizuri na kweli mmefanya vizuri. Niwaombe
Sasa hivi nafahamu mko nyumbani, si ndio? Tumieni vizuri muda wenu kwa sasa. Niwaombe sana, wazazi wetu inawezekana wametupa simu tunatumia. Niwaombe tusitumie simu vizuri. Wapo wengine wanajiingiza kwenye simu kwenye mambo ambayo sio mazuri. Sawa? Tutumieni simu vizuri. Ingia kwenye simu, angalia vitu ambavyo ni vya kukujenga wewe na sio vya kufanya nini? Kukuharibia. Unawezekana sasa hivi umepata division 1, lakini utakapokuwa na mwenendo mbaya sasa hivi inawezekana usije ukafikia ndoto zako. Kwa hiyo ili uweze kufikia ndoto zako za baadaye, usome uende form 5 na 6 mpaka chuo kikuu, ni vizuri nidhamu yako hiyo uilinde na uendelee kuwa nayo kama ulivyokuwa hapa shuleni. Kwa hiyo wewe uliyepo kidato cha kwanza, anza sasa kuiandaa division 1. Sawa? Soma kwa bidii. Wasikilize walimu wako, kile watakachokupatia kisome kwa bidii, lakini bado usimwache Mungu. Na waomba wazazi wenzangu, niwaombe tuwafuatilie vijana wetu. Tusiwaache wakazurura ovyo ovyo, wasitumie simu kama nilivyosema ovyo ovyo. Tujitahidi kuwafuatilia na tuwe nao kwa ukaribu zaidi. Father Deogratius Mwageni ni mkuu wa shule hii. Anatumia nafasi hii kutoa historia na safari ya shule ya sekondari St. Mary's Mihayo. Kumbukumbu zinaonyesha kwamba ilianzishwa mnamo mwaka 1929 kama Central School. Ilianzishwa na wamisionari wa Afrika, White Fathers, kwa ombi la serikali ya kikoloni, serikali ya Waingereza, kwa ajili ya kuhudumia vijana wa Tanzania, hasa wa mazingira haya kanda ya magharibi, ambao hawakuwa na fursa ya kwenda katika shule za wakati ule, yani Tabora Boys, shule maalum, Tabora Boys na Mbagezi, ambazo zilikuwa ni shule za machifu. Kwa hiyo serikali ya kikoloni iliona kwamba haiwezi kuwahudumia vijana wote wa makundi yote, pamoja na kanisa, kwamba waanzishe shule ambayo ndio hapa tulipo, aliitwa kama St. Mary's Central School. Katika maendeleo ya shule yenyewe, miaka iliyozidi kwenda, kama shule ya msingi ilifanya vizuri. Ilipofika mwaka 1970, shule yetu ilitaifishwa kwa sera ya serikali kwamba iwe ni mali ya umma. Ikaendelea kuhudumia Watanzania kama shule ya umma. Ilipofika mwaka 1984, ukawa na majadiliano na kanisa kwamba shule hii irudishwe. Iliporudishwa, ikarudishwa kama sekondari. Kwa hiyo tunapoongea St. Mary's Secondary School Mihayo kama sekondari kuanzia mwaka 1984, ambapo tulipata wanafunzi wa kwanza. Tangu wakati huo, shule imeendelea kutoa huduma nzuri kabisa ya malezi na elimu bora kwa wanafunzi wengi na vijana wengi wa Tanzania, ikizingatia kwamba itawalea vijana mtambua Mungu, watasali kwa bidii na watasoma kwa bidii na watajifunza kufanya kazi kwa bidii. Hili limekuwa likiendelea kwa miaka mingi. Tunamshukuru Mungu kwa hatua mbalimbali tulizopitia zenye changamoto na zenye mafanikio. Kwa miaka ya karibuni, shule yetu imepigwa hatua katika mambo kadhaa ambayo yako wazi. Moja kubwa, mpaka sasa tunaongelea shule yetu inaweka vijana, wasichana na wavulana wote wengi, ambapo kule nyuma tulikuwa na vijana wengi wa day. Kwa hiyo hii ni hatua ya kimaendeleo. Kwa ajili ya malezi, tuliamua vijana wote wakae wengi. Kwa misaada ya watu mbalimbali, kwa kweli tulifanikiwa, na sasa tunaongelea vijana wa Mihayo sekondari hatutamani wakae day, wakae wengi, ili wapate waweze kupata malezi na kusoma vizuri. Ilipofika mwaka 2020, kulikuwa na mkakati kwamba shule yetu sasa ianzishe masomo ya kidato cha 5 na cha 6. Wazo hilo halikutekelezeka kwa sababu mbalimbali. Mwaka jana 2024 mwezi Julai tukafanikiwa kuwapokea vijana wa kwanza, vijana 31 na wengine mnaona hapa, wa kidato cha 5 kwa taasisi za sanaa na biashara. Kwa hiyo nao tukawapokea wakae bweni, wasichana na wavulana. Hii kwetu ni hatua kubwa. Maana sasa tunaongea St. Mary's Secondary School Mihayo ni shule ya kidato cha kwanza mpaka cha 6. Tunawashukuru wote waliotusaidia kufikia hatua hii. Mwishoni mwa mwaka jana
tukaazimia kwamba ni vizuri kidato cha 5 kupanua wigo. Pendekezo hili likapitishwa na likadhibiwa. Hatua tulio sasa, tuko hatua za mwisho kuanza kuwapokea vijana kwa taasisi, yani combination za PCB, CBG. Hizi ni combination mpya ambazo zinaanza mwaka huu. Kwa ujumla wake, kuanzia Julai 2025 tutapokea wanafunzi wa kidato cha 5 na hao wachache 31 wakiingia kidato cha 6 kwa taasisi zifuatazo, yani PCB, CBG, EGM, EBUAC, HGE, HDK, HKL, HKL na DKL. Hizi taasisi nyingine ni mpya. PCB, CBG ni combination zinazofahamika sana. EGM inafahamika sana. Combination EBUAC ni combination mpya. Tunaamua kuchagua combination hii, combination ya biashara, yani economics, business study na accountants. Economics, business study na accountants. Combination hii imechukua nafasi ya taasisi ya EKA. Kwenye combination mpya EKA imefutwa na imechukua hii. Unaona tuchukue za yetu na biashara pia. HGE ni combination inayofahamika. HDK, HKL hizi zinafahamika. Combination ya DKL, combination ya kidini, kati combination mpya. Yaani unit au biology, Kiswahili na English language. Kwa hiyo tuna uwanja mpana wa kuwapokea vijana. Kwenye risala mgeni rasmi vijana hawa walisema kwa kweli tunatamani kuboresha. Tunaanza kuboresha, tunaongeza taasisi za sayansi, lakini tunaongeza mpaka taasisi za biashara na taasisi za kidini. Hizi zote ni kwa uwanja mtu yote anataka kusoma asikose kujifunza. Hivi karibuni sana wahitimu kwa mwaka huu, tunategemea mtabaki baadhi yenu. Na mpaka sasa tunamshukuru Mungu. Ninapoongea leo tuna takriban jumla ya wanafunzi 544 ambao kati yao 31 ni kidato cha 5 na 164 ni kidato cha kwanza. Miaka mitatu nyuma tulikuwa tukipokea wanafunzi wastani wa wanafunzi 100 hadi 120. Sasa hii wazazi umetuamini tukatuongeza idadi ya wanafunzi hao, tunawashukuru sana. Na bado kuna wanafunzi wachache wanaendelea kuingia kwa sababu mbalimbali. Sisi hatufungi nao, tunaendelea kupokea. Wanafunzi tulionao hapa shuleni mgeni rasmi ni wanafunzi wa rika mbalimbali, makabila mbalimbali, dini na rangi mbalimbali. Kwa hiyo sisi tunapokea wanafunzi bora ni Tanzania, wanafunzi na sisi tunasoma kwetu tunapokea, na kinachotuunganisha sisi ni kuwa watoto wa St. Mary's Mihai. Ukiingia pale getini mengine yote tunayaacha, tunabaki na sera moja tu, kutaka kuimarisha maadili na taaluma kwa wanafunzi wetu. Zaidi tunaweka mkazo sana kwa mafundisho ya mama kanisa, kwa sababu shule ni ya kanisa. Na mafundisho msingi ambayo kanisa haliwezi kukwepa, inafundisha daima na kuyasimamia ndio msimamo wake ili kuwasaidia watu waende mbinguni. Nje ya hapo tunatunga sana desturi na mila za Kitanzania na za mazingira yetu. Kwa hiyo kwa wazazi wanaoleta watoto wetu au na watoto kwetu au na watoto kuwalea kwa maadili mema kadiri ya mtazamo wa kanisa Katoliki. Kuna mambo kanisa Katoliki nazuia. Kwa mfano watoto wetu wamesema hapa kuna sheria ngumu ya kutokula ovyo. Hii utaipata Mihayo, kwingine huwezi kuipata. Watoto wanapenda kula, lakini sisi tunaona kabisa wakila ovyo kuna hatari. Kila ovyo unaweza kula kisiolika, halafu kakuletea madhara. Lakini tunawalea wanetu, tumevumilia miaka hiyo, sio kuvumilie tu. Tebeni hilo kama ni jambo jema, nataka kule mbele, msile ovyo. Kila ovyo utapotea. Chakula ndio kifaa cha kupotea kwa mwanadamu. Kwa hivi lazima watu wajifunze kujizuia na kufunga hata kama chakula kinapendeza. Watoto wetu hiyo wanafanya vizuri, wachache wanashika tunawasaidia. Pamoja na mengi tunayofanya kama shule rasmi, tunarudisha fadhila kwa jamii. Jamii inayotuzunguka Tabora na changamoto ya kupata mwamko sana wa elimu. Kwa hiyo kuna nyakati mbalimbali tunawatafuta watoto ambao wana nia ya kusoma lakini hawana fursa ya kusoma, lakini wana uwezo darasani. Tunawasaidia. Kila mwaka tumejiwekea lengo la kuwa na watoto 30 kwa mwaka mzima, kama watoto wanaosaidiwa katika ngazi mbalimbali wanasaidiwa na shule. Hii ni fadhila na ni sehemu ya mchango wetu kwa jamii. Kwa hiyo watoto hao wakimaliza kwa ufadhili wa shule wanaendelea na masomo baadaye. Sisi tunafanya ufadhili wa sekondari miaka 4,
baada ya hapo wanaenda wenyewe. Kwa hiyo tunasema haya tunapokutana leo tunapaswa kufanya sababu ya kumshukuru Mungu. Sio kazi rahisi. Tunapata ushirikiano kutoka kwa wazazi, tunapata ushirikiano kutoka kwa viongozi wetu waliotutuma, lakini kwa namna ya pekee kutoka watenda kazi ambao tunasaidiana nao kwa shuleni, yaani walimu na wasio walimu. Wote hao wana mchango mkubwa. Tunamshukuru Mungu kwa sababu yeye anaweza kila kitu. Lakini tutakuwa tunakosea kama tusiposhukuru wazazi wanaotuletea watoto. Wanaendelea kutuamini na kuamini kwamba tunaweza kusaidia katika malezi. Na tunatamani tuendelee kujipambanua eneo hilo. Lengo letu ni kutatua changamoto ya malezi kwa watoto wetu. Kuhusu elimu tunaweza kutoa, lakini malezi tunakazia sana kwa sababu ndio eneo lenye mapungufu mno. Tuna sababu nyingine ndani yake ya kuongeza shukrani kwa Mungu. Leo kati yetu tunaye Padre Emmanuel Mashenene, tukajua tukae naye kwa mwaka mzima wakati wa uchungaji wake, na alikaa akaleleka, tukamlea na mwisho kwa wadaja wa shemasi na upadre. Tuna kila sababu ya kujivunia. Wanafunzi hao wamsaidia padre aweze kuwa padre, walimu hao wamsaidia padre aweze kuwa padre, padre hadi nyumbani. Tunashukuru sana kwa kuongeza padre huyu kwa sababu ni mtoto wetu, tunajivunia. Na baada ya upatisho wake, kwa sababu alikaa na nini akaonekana nafaa, kanisa lilimtuma kulea seminarini Itana. Kwa hiyo tunajivunia kwamba tumekuwa mlezi kule Itana. Hii form 4 imemsaidia huyu padre akakulikana na akafundisha Itana kwa sababu aliwaweza nini, aliwamungu nini. Tuna sababu nyingine ya kushukuru Mungu. Tunataka kuwapongeza ninyi wahitimu. Mmefanya kazi nzuri. Tunawapongeza sana kwa matokeo yenu. Mlitoa ushirikiano kwa walimu. Tunapopongezana tunafungua mwaka mpya wa masomo. Ndio maana form 1 tunawataja mara nyingi. Bali tunajipanga upya, tunaandikana malengo ya mwaka 2025 rasmi. Na hapa niseme tu, kilichotupata mwaka jana 2024. Katika mahangaiko yetu kama shule, tukianza 2024, watoto hawa walipoanza walikuwa 103. Tulipofika wakati karibia tunasajili watoto hawa, yaani walipokuwa katika mwaka wa 2024 form 1 walikuwa 103. Tulipotaka kuwasajili, tukaona wengine hawana sifa, tukapanga tuwaondoe kwa sababu watakaribia matokeo. Watoto hawa wakalia, wengine wakagaragara, wanasema si hapa mtoke, hapa ni hayo. Kati yao hawa waliokaa hapa watoto 103, watoto takriban watoto 30 walikuwa na wastani kati ya 44 hadi 30. Yaani waliingia form 4 wakiwa na average ya 44 hadi 30. Wakati sisi shule inataka mtoto awe na average na wastani wa 50. Kwa hiyo tunapaswa kutafakari sana, tuwaondoe watoto 30 kwa sababu hawana sifa za kuendelea masomo au iwe. Busara ikatumika. Walimu waliokuwa hapa wakakaa chini wakasema kwa kweli ili kupambana nao tusiwaondoke na isiwasaidie. Wakakaa wakakati. Tulichokuwa tunaogopa wasiweke division 4. Tulikuwa tunahofia sana au 0 kwa sababu wengine walionekana kabisa wanakwenda kwenye 0. Hawa watoto 30 ninaosema walikuwa na uwezekano wa kupata division 4, ndio wastani wao. Walimu wakapambana na watoto wakatoa ushirikiano. Mwisho wa mwaka, tulipofika mwisho wa mwaka, yaani tumaliza mapema, yaani matokeo yanakuja, kwa kweli watoto hawa walifanya vizuri. Kati yao watoto 44 walipata daraja la kwanza division 1. Watoto 53 wakapata daraja la pili na watoto 6 wakapata daraja la 5. Hao ni form 4. Kwa kweli tuwapongeze. Maana kwa mara ya kwanza katika mwaka 1988 ambapo walimu wa kwanza walianza. Hii ni hatua kubwa. Mara zote tulikuwa tunafanya vizuri, lakini daraja la 4 lilishindikana kuondoka. Tukapata 2, 3, 6 hadi 10. Mwaka 2024 watoto hao walitika na walimu wakafanya kazi usiku na mchana, na mimi ni mashahidi. Kuna wakati mwingine mlikuwa mnapita saa 4 usiku walimu kwa darasani, saa 11 walimu kwa darasani, na watoto hawa wakafikia hatua hiyo. Matokeo haya yanatufundisha kama shule, mimi binafsi na walimu, kwamba kuna wakati fulani wazazi ama walimu tunawakatia tamaa watoto. Watoto 30 wale tuliowaondoa, kwa kweli wangeweza kwenda kufanya, lakini kutoka 30 ambao walikuwa na wastani wa daraja la 4, tumebaki na wameondoka wote daraja la 4, wakaondoka wakabaki watoto 6 daraja la 5. Hao ni bahati mbaya. Kwa hiyo ufaulu wetu wa kidato cha 4 tulikuwa ulimelenga tupate daraja la kwanza na la pili. Mwaka jana tukapata daraja la kwanza, la pili, la tatu. Daraja la kwanza na la pili tukapata 96%
na asilimia 94, asilimia 6 tukapata daraja la 5. Hapa ndio sababu ya kumshukuru Mungu. Hakuna neno la kusiowezekana kwa Mungu. Watoto hawa waliimba nyimbo za kutangaza Mungu kama anaweza, walisali, walisoma na mwisho wakayapata haya. Lakini tulikuwa pia na watoto wa kidato cha pili. Kidato cha pili walisajiliwa watoto 102. Katika 102 pia tukapata changamoto. Watoto 28 walikuwa hawana sifa za kuingia kidato cha pili. Maana walikuwa na wastani wa chini ya 44 hadi 29. Tuliwachukua kuanzia 44 mpaka 29, watoto 28. Hawa watoto tukahangaika nao. Katika kuhangaika nao mwisho wa matokeo katika watoto 102, kati yao 28 walikuwa ni changamoto. Tulikuwa tunafanya changamoto. Walimu wakafanya kazi, watoto wakasikiliza, wakazingatia mafundisho na makaribio na fimbo walipata, na mwisho wa siku watoto 60 walipata daraja la kwanza, watoto 36 kidato cha pili walipata daraja la pili, na watoto 6 wakapata daraja la 5. Hii tuna sababu ya kuitana sisi tulilenga tupate daraja la kwanza na la pili. Mipango sio matumizi. Hata hiyo hatuwezi kutokana na Mungu. Kwa sababu unaweza kwenda kusema mimi majaribu mawili pale makunia 20 ukapata makunia 4. Hata hayo tunamshukuru Mungu. Sisi tukipima tunaona kabisa Mungu ametusaidia zaidi. Form 2, form 4 tumefaulu kuondoa daraja la 4, tukabaki na watoto 6 kila upande. Lakini matokeo haya yanavutia, yanaleta hamasa kwamba sasa tutafanya zaidi. Tunaomba wazazi mtunge mkono. Kila tunapolia tuseme jamani tusaidie. Na wazazi kazi yenu ni mbili tu. Kazi yenu ni mbili. Moja, kulipa ada kwa wakati ili tuweze kuwalisha watoto na kuwalipa walimu na walezi wao. La pili, tunapowaita kuja kwenye kuzungumza na mtoto, usione kama usumbufu. Zile lugha kwamba nilishawakabidhi mtoto na nitaenda kwa ajili ya nini? Hii sio nzuri. Tunaomba sana wazazi mtunge mkono sana. Kwa sababu hii tunaendelea kusema asante Mungu. Asante kwa wote walioshiriki katika mpango huu mzuri kuwasaidia watoto wetu wasiokata tamaa hata kama wengine walikuwa na changamoto zaidi. Tunawapongeza vijana wetu kidato cha 4 na kidato cha 2 kwa ushirikiano waliotuonyesha na utii wao kweli. Mmesema kwenye risala yetu tulishasamehe kwamba tumeshasamehe na sisi tumeshasamehe, ndio maana tuko hapa. Tunajivunia sana tukiwaona nini. Tumewalea, tunaamini kabisa mtaendelea kuwakilisha vizuri huko. Tunalenga nini mwaka 2025? Kama shule tumeshajipanga baada ya kuondoa hao kidato cha 4 walio kidato cha 4 mwaka 2025. Katika malengo yetu tunaita mwondoko wetu mwaka huu. Tuna ndoto. Na ndoto yetu ni moja tu. Tunatamani kidato cha 4 na cha pili mitihani ya taifa watoto wetu wote wapate 100 daraja la kwanza. Wazazi tusaidie hili. Tunawataka wapate daraja la kwanza watoto wote. Form 1 na form 4 wapate daraja la kwanza. Na tukirudi hapa kusherehekea, tusherehekee kwa sherehe iliyo kubwa zaidi. Na watoto wetu wapongeze zaidi. Walimu wamejipanga, ndio maana wanakumbuka hata kuvaa suti. Kama umefundisha vibaya watoto wakafeli, ndio tukavaa suti katika mbele za walimu. Kwa hivi walimu wetu wameamua. Hapa kuna walimu na wasio walimu. Na wasio walimu nao wameamua, wamesema watoto mtahudumiwa wasio shaka na kulelewa vizuri. Huu ndio mwelekeo wa mwaka 2025. Form 1 nao ingia mwaka huu 2025 ndio mnadaiwa kuleta huko tunakotaka. Tunataka kuishi shule iende kwenye matokeo yaliyo bora zaidi. Ndio wenyewe tuliokuwa nao tunataka kukataa kabisa. Matumaini yetu St. Mary's itaendelea kuwa shule bora katika mazingira yetu kwa lengo la kanisa lililoanzishwa, na tunatamani kuendelea kutoa huduma hiyo bora, kujipambanua kwamba sisi shule ya kanisa, lakini pekee yetu hatuwezi. Tunahitaji kushikwa mkono na wadau mbalimbali. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya haya tuliyopata, lakini tunamshukuru askofu wetu mkuu Dr. Skandani Mgamo ambaye amekuwa ni chachu ya kutaka maendeleo jimboni mwetu. Bila kusahau kutaja askofu mkuu mstaafu Paul Zoka, yeye ambaye pia wengi tunamfahamu msimamo wake kuhusu malezi na elimu. Tunashukuru wote wanaotusaidia kuongoza jimbo letu na kisha kufikia sisi kama Minhayo Sekondari. Tunakuomba mgeni rasmi ukamfikishie kwa namna pekee salamu zetu kardinali kwamba sisi tumejipanga kumwakilisha vizuri katika shule yetu. Watoto wamejipanga wakijua kwamba wao hawapaswi kulegalega, wanataka kuwakilisha vizuri shule yetu.
Na hawa kidato cha 4 walioko mwaka huu wanasema kwa sababu ya kardinali wao walifaulu kushika mkono kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Alipoingia Samia Suluhu Hassan rais wetu alifika na watoto wa kidato cha 4 walimshika rais mkono. Na wengine wanatamani waje wachukue nafasi yake kama rais. Wale wa kidato cha 4 wanasema naota kuwa marais. Wanapokuwa rais sio hivi, lazima kifanye kitu kidogo. Bali kuna ndoto hizo wanapokuwa kardinali hapa ni baraka. Tunatumaini kwamba rais atatuendelea tena kwa mkopo wa kardinali na tunaalikwa kwenda kupokea kwa sababu sio karibu zaidi kuliko shule nyingine zote. Kwa hakika kila mmoja aliyepata nafasi ya kumleta mtoto wake mahali hapa hana cha kujutia zaidi ya kusema asante kwa mafanikio mazuri walioyapata watoto wao katika swala zima la elimu bora, nidhamu, maadili na hofu ya Mungu. Naitwa Mama Imelda Clement Tindwa. Nimemleta mwanangu hapa kuanza form 1 2021. Nilivutiwa na shule ya Mihayo, ina malezi mazuri, inafundisha watoto. Mtoto ambaye alitoka nyumbani hana nidhamu, alipokuja shule hii wamekuwa na nidhamu wote. Hasa binti yangu amekuwa na nidhamu, na ninawashukuru walimu wa shule hii, akiwa mkuu wa shule Mwageni. Nimefurahi sana, mwanangu amefaulu kwa kiwango ambacho nilichokuwa ninakitaka. Na ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu, kwa sababu bila yeye sisi hatuwezi, au mimi siwezi, hata mwanangu Imelda asingeweza, hata walimu wasingeweza bila Mungu. Bila kwa uwezo wa Mungu wameweza kuwa na nguvu ya kuwafundisha watoto mpaka hapo walipofikia, na leo hii tunasherehekea. Namshukuru sana Madamu Evodia ambaye ni mlezi wa mtoto wangu kipindi yuko hapa shule. Amemlea vizuri, amerudi nyumbani yuko vizuri. Na ninawaomba sana wazazi wenzangu wa Tabora, wa Tanzania mzima, mikoa yote, wawalete watoto Mihayo. Inafaulisha vizuri, ina walimu mahiri wenye uadilifu, wanawafundisha watoto wetu malezi mazuri. Na mwisho ukafika wakati wa kusikia neno kutoka kwa mgeni rasmi, Mhashamu Kardinali Protas Rugambwa, Askofu Mkuu Jimbo Kuu Katoliki Tabora, aliyewakilishwa na Father Faustin Rwechungura. Nitoe pongezi sana kwa juhudi zenu mlizozifanya. Matokeo mazuri yameonekana kama tulivyokuwa tumejiwekea malengo tangu mwaka juzi. Kwa pongezi sana management nzima ya shule ya Mihayo. Sitakuwa na mengi isipokuwa nimkaribishe mgeni rasmi ili aweze kuongea nanyi katika siku hii ya leo. Karibu sana baba. Tunapowapongeza vijana wetu, wanafunzi waliomaliza kidato cha 4, kumbe tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Lakini la pili kwa umuhimu wake kabisa, nianze na salamu kutoka kwa Askofu Mkuu Protas Kardinali Rugambwa ambaye kwa kweli ndiye aliyekuwa amealikwa kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii ya leo, lakini kutokana na majukumu mbalimbali kuweza kufika, ndio maana amenituma mimi hapa. Kwa hiyo amenituma mkuu wa shule mkueleze wewe mwenyewe pamoja na jumuiya ya Mihayo kwamba nashukuru kwanza kwa mwaliko mliokuwa mmempatia, lakini vile vile anawapongeza sana kwa kazi nzuri inayoendelea hapa, na wanawapatia baraka zake na kuwatakia kila lilo jema katika shughuli hii ya hapa ambayo ni elimu kwa vijana wetu. Kumbe jumuiya nzima ya Mihayo, walimu, wafanyakazi wengine pamoja na wanafunzi, naomba mpokee salamu hizo za neema na baraka kutoka kwa kardinali. Lakini binafsi mimi nichukue fursa hii kuwapongeza kwa kazi nzuri. Nimefuatilia hotuba yako ambayo umeitoa mkuu wa shule, lakini na mambo mengine ambayo tumeyaona hapa, vipaji mbalimbali na kadhalika, lakini kwa namna ya pekee kwa matokeo mazuri ambayo kwa kweli yamekuwa mazuri sana kuliko kawaida tulivyokuwa tumezoea kwa kidato cha 4, lakini vile vile na kwa kidato cha 2. Napowapongeza ninyi kidato cha 4, pengine shule kwa ujumla, niwazi kwa namna ya pekee tuanze na wewe mkuu wa shule ambaye ndiye kichwa kabisa cha shule hii, kwa kuhakikisha kwamba mambo yote yameenda vizuri na ufaulu huu, amani inayokuwepo hapa, maendeleo yanayokuwepo hapa ni kwa uongozi wako, lakini vile vile na staff. Huwezi mkuu wa shule ukaendesha shughuli hii bila
bila walimu na ufundisha, lakini na wafanyakazi wengine. Kazi kubwa inafanyika. Wanaona wanafunzi mida ya saa 11 saa ngapi, unaona kazi na waka wapo madarasani. Wale walioko hostel mapema kabisa unaona tayari wameshaanza kutembea kuja hapa. Usiku wakati mwingine nadhani mpaka kama saa 3 saa 4 hivi mnakuwa mko hapa mnafanya kazi. Ninyi wazazi sasa niwaombe mwendelee na ushirikiano wenu. Pengine malezi ni magumu sana, si kazi rahisi. Unapoona vijana wamefikia hatua hii, wanaendelea kukua, wanafanikiwa vizuri, na muda mwingi au wanafunzi wako na walimu hapa na walezi mbalimbali kuliko ninyi wenyewe wazazi, kwa sababu mnawaleta hapa, wanakuwa hosteli, wanasoma wako hapa shuleni. Kwa mimi niwaambie kwamba muendelee kuwapa ushirikiano hii jumuiya ya Mihayo ili shule iweze kuendelea vizuri kwa faida ya shule, lakini vile vile kwa faida ya wanafunzi wetu, lakini na ninyi wenyewe wazazi. Lakini vijana, ninyi wanafunzi, niwapongeze kwa vipaji vyenu, kuonyesha michezo mbalimbali, ubunifu wenu. Ni mambo ambayo ni mazuri, pamoja na masomo ya kiakademia mnayosoma, lakini mna vipaji mbalimbali. Vipaji hivyo muendelee kuviendeleza, vitawasaidia kwa sasa, lakini vile vile na kwa maisha yenu ya baadaye. Kwa majina naitwa Imelda Clemens Tindwa. Nilianza kidato cha kwanza 2021 na nimemaliza kidato cha 4 2024. Safari yangu kiukweli haikuwa nyepesi. Kuna changamoto ambazo kila mwanafunzi anazipitia, na ili kuzishinda changamoto hizo inabidi kuwa mvumilivu. Pia namshukuru sana mama yangu kwa sababu alikuwa ananilipia ada kwa wakati na sikupata changamoto nyingine yoyote ile. Namshukuru Mungu, nimesoma vizuri na nimefaulu. Ndoto yangu ilikuja kuwa mwanasheria mkubwa sana hapa Tanzania. Natamani kuwa mwanasheria kwa sababu kuna watu wengi hapa Tanzania hawapendi kutenda haki kwa watu wengine. Kwa hiyo nikiwa mwanasheria nitahakikisha kwamba haki na usawa zinatendeka. Na sasa nakunja jamvi hili kwa kukukutanisha na mkuu wa sakafu wa tukio hili maarufu kama MC Ndile. Asante kwa utulivu wako katika kuitazama makala hii iliyorekodiwa, kuhaririwa na kuandaliwa na studio za Toronto Online TV Tabora. Kwanza majina yangu naitwa MC Ndile. Ni mshukuru Mungu kwamba kuwa sehemu ya ma-MC wanaosherehesha shule ya St. Mary's Mihayo iliyoko Tabora. Hakuna siri kubwa sana ambayo naweza nikaisema kwamba ipo inayonitofautisha mimi na wengine kufanya kazi katika shule hii. Cha kwanza lazima mjue MC Ndile ni nani. Mimi kwanza by professional yangu ya kwanza kabisa ni mwalimu. Nimehitimu chuo cha Mtakatifu Mihayo tawi la Tabora, lakini pia ni mwandishi wa habari ambaye bado niko darasani na mwaka huu nategemea kuhitimu. Kwa hiyo kuna vigezo vingi sana ambavyo wanaviangalia unapotaka kumchukua MC ambavyo vinaweza vikawa ndani ya uwezo wangu. Moja ni kwamba unaenda kumsherehesha nani. Kwanza unapomsherehesha mwanafunzi kuna vitu na vigezo ambavyo tunazingatia. Moja, tunaangalia upande wa lugha. Ni lugha ipi ambayo unaitumia, ambayo lugha itakuwa ni sanifu kwa walimu, wageni walikwa, nikimaanisha wazazi na wageni walikwa wote, mabibi na mabwana, lakini pia kwa wanafunzi husika. Tatu, mpangilio wa ratiba zako unavyoziendesha wewe na DJ wako. Je, ratiba zako vipi? Hazikwazi watu? Je, unazingatia saikolojia ya watu ulionao? Moja ya mwalimu ni kwamba anazingatia saikolojia ya hadhira alionayo. Ni miongoni mwa kitu ambacho mimi ninacho, kwa namna nyingine kinaweza kukanitofautisha na wengine, ni saikolojia kubwa sana ambayo nimefundishwa na wakufunzi wangu nikiwa chuo kikuu cha Mtakatifu Mihayo, kwamba unavyoongoza tukio lolote ile, hadhira yoyote ile, cha kwanza lazima uzingatie saikolojia ya hadhira ulionayo. Mbili, lika ya watu ulionao ama nature ya watu ulionao. Kwa mimi nabadilika kulingana na mazingira. Nikija kwa wanafunzi, kuna lugha nitakayotumia, kuna nyimbo nitakazotumia kuhakikisha kwamba hizo nyimbo zinasherehesha wanafunzi na hazikwazi. Unajua kipindi hiki tunahitaji kuwa na nyimbo zenye maadili. Kwa hiyo mimi na DJ wangu huwa tunachagua nyimbo muhimu. Na sio St. Mary's Mihayo tu, hata shule nyingi wananitumia sana, ni kwa sababu ya mpangilio na baadhi ya dondoo nilizozitaja hapo mwanzo.